faida zinazotokana na tiba hizo. Nimekuwa nikiulizwa kando kuhusiana na baadhi ya changamoto ambazo changamoto hizo issue ni kwamba inakuwa ni upungufu wa baadhi ya madini. Baadhi ya madini muhimu sana ambayo yanapokuwa yamepungua, basi huweza kuleta athari za kiafya, na pengine mgonjwa akaanza kupata dalili fulani ambazo hazifahamu au hazieleweki, na pengine wakati mwingine akienda kwenye vipimo ambavyo pengine havikuhusisha kupima aina hii ya madini, basi huenda akaambiwa kwamba hana changamoto yoyote, lakini changamoto inakuwa ni kwenye upungufu wa madini hayo. Kwa hiyo madini hayo yanapokuwa yamepungua, basi mgonjwa au mtu huyu mwenye upungufu anaweza akawa anaonyesha dalili tofauti tofauti. Ziko aina tofauti tofauti za madini ambayo yanapatikana ndani ya mwili yenye umuhimu mkubwa sana, na pindi yanapokuwa yamepungua, basi dalili zinaweza kudhihirika kwa mtu huyu. Nitaeleza kuhusiana na dalili za upungufu wa madini ya zinki ndani ya mwili, lakini upungufu wa madini ya magnesium pamoja na calcium. Lakini pia Mungu akipenda tutafahamu pia ni zipi dalili za upungufu wa madini ya potassium, selenium pamoja na iodine. Tukianza na upungufu wa madini ya zinc, kwanza kabisa mtu anapopungukiwa madini ya zinc anaweza kuonyesha dalili za udhoofu wa kinga. Kinga yake inakuwa ni dhaifu, lakini pia anaweza kuwa anapata allergies za vitu tofauti tofauti. Lakini pia kunaweza kukawa na changamoto ya kunyong'onyea kwa nywele. Ni kwa maana kwamba nywele zinakuwa haziko strong, zinakuwa zina uwezo wa kukatika ovyo, lakini pia zinakuwa hazina afya. Hivyo basi inaweza ikampelekea mtu wakati mwingine kama ni mwanaume akawa kwenye hatari kubwa ya kuweza kuwa na kipara. Lakini pia inapelekea miwasho. Mtu anaweza akawa anapata muwasho ambao haufahamiki sababu yake ni nini. Basi hii ni miongoni mwa dalili za upungufu wa madini haya ya zinc. Lakini pia anakuwa ni rahisi sana mtu huyu kuweza kupata maambukizi, lakini pia anaweza akawa anaharisha sana. Hizi zote ni dalili miongoni mwa dalili za upungufu wa madini ya zinc. Lakini pia kuna madini ya magnesium kama nilivyosema. Magnesium, mtu anapokuwa amepungukiwa madini haya anaweza kuonyesha miongoni mwa dalili kama zifuatazo. Kwanza kabisa anakuwa hapati usingizi, kwa maana kwamba anapata kitu tunaita sleeping difficult, kwamba hawezi kupata usingizi kirahisi, anautafuta usingizi kwa shida. Lakini pia mtu huyu anaweza akawa anapata muscle spasm, kwa maana kwamba anapata hiyo changamoto ya misuli kuwa ina tabia yani shida ya misuli kwa kifupi. Inaweza ikawa misuli na kaza na mfano wake. Lakini pia anaweza akawa anapata hofu sana, hii tunaita anxiety. Lakini pia anaweza akawa anapata changamoto nyingine ambayo tunasema anashindwa kupata ujauzito. Hii haijalishi ni mwanaume au mwanamke. Kama ni mwanamke anashindwa kupata ujauzito, kama ni mwanaume basi inawezekana akawa hana uwezo mzuri wa kuweza kusababisha ujauzito. Lakini pia anaweza akawa huyu mama anapata maumivu makali sana kabla ya kuingia kabla ya kuingia hedhi. Kabla ya kuingia hedhi anapata maumivu makali sana ambayo si ya kawaida. Lakini pia anapata maumivu ya kichwa na uchovu.
Lakini pia kwa upande wa madini ya calcium, kama tunavyofahamu, madini ya calcium ni miongoni mwa madini muhimu sana katika kuhakikisha kwamba yanafanya afya ya mifupa kuwa bora, kwa maana ya kwamba kama ni mifupa inakuwa strong, kama ni meno inakuwa strong. Kwa hiyo unapokuwa umepungukiwa madini haya ya calcium, maana yake ni kwamba meno yako yanaweza kawa yanaharibika, kwa maana kwamba yanavunjika, yanatoboka na mfano wake. Lakini pia mifupa yako inakuwa dhaifu kiasi cha kwamba unaweza ukawa unapata maumivu ya mara kwa mara kwenye mifupa, lakini unapata kucha ambazo tunaita ni brittle nails, kiasi cha kwamba zile kucha zinaweza zikawa ni rahisi sana kuvunjika, yani kucha zenye kuvunjika. Lakini pia unaweza kuwa na pressure ya kupanda, kwa maana ya kwamba hii ni miongoni mwa dalili zinaonyesha kwamba calcium level iko chini. Lakini pia unaweza kuwa unapata uchovu wa mara kwa mara kama tulivyoona kwenye magnesium. Lakini pia unaweza kuwa na changamoto ya ngozi kavu au dry skin. Hizo zote ni miongoni mwa dalili zinazoweza zikaonyesha kwamba wewe una upungufu wa madini ya calcium. Lakini pia unaweza, kama utakuwa na upungufu wa madini aina ya potassium, basi wewe unaweza ukawa unapata dalili zifuatazo. Unaweza ukawa unapata maumivu ya tumbo, ambayo yale ya kukamata, ambayo tunaita ni abdominal cramps. Lakini pia unaweza ukawa unapata moyo kwenda kasi, au tunaita heart palpitations. Lakini pia unaweza ukawa unapata dalili za kupata kichefuchefu na wakati mwingine kutapika. Lakini pia unaweza ukawa unapata dalili za masikio kuwa yanatoa mlio fulani, yani kama kugonga kwenye masikio, ambako huenda wakati mwingine ukawa hufahamu sababu yake ni nini. Lakini pia unaweza ukawa unajisikia kizunguzungu. Hizi zote ni miongoni mwa dalili za mtu aliyepungukiwa madini ya potassium. Lakini pia kuna madini ya selenium. Madini ya selenium yanapokuwa chini yanaweza yaka slow metabolism. Hivyo basi mtu huyu akawa anapata changamoto katika mfumo wake wa mmeng'enyo wa chakula kiujumla. Lakini pia akipata changamoto ya kuwa aidha na kidonda katika sehemu fulani, basi mtu huyu inawezekana kidonda chake kikawa kinachelewa kupona. Lakini pia kwenye upande wa kumbukumbu, mtu huyu anaweza kawa anapata changamoto za kumbukumbu, kwa maana kwamba anakuwa anasahau kwa ukaribu zaidi. Lakini pia anaweza kawa na changamoto nyingine ya kuishiwa au kupungua kwa nywele, hali ambayo inaweza ikapelekea kipara kama nilivyoeleza kwenye madini aina nyingine hapo awali. Lakini pia mtu huyu mwenye upungufu wa madini ya selenium pia anaweza akakumbana na kushuka kwa kinga ya mwili, kwa sababu madini ya selenium yana tabia ya kufanya kinga ya mwili kuwa na uwezo zaidi wa kupambana dhidi ya maradhi. Kwa hiyo madini ya selenium yanapokuwa yako kwenye level ya chini, manake uwezo tena wa kuweza kudhibiti magonjwa unapungua. Kwa hiyo uwezo wa kinga kiujumla unakuwa upo chini. Lakini pia inaweza ikapelekea infertility, kwa maana ya kwamba mtu akashindwa kutungisha ujauzito ama akashindwa kushika ujauzito kama ni mwanamke. Lakini aina nyingine ya madini ni madini ya iodine. Pia haya nafikiri ni madini maarufu, na tunafahamu kwamba madini ya iodine ni miongoni mwa madini muhimu sana. Hivyo basi mtu akipungukiwa madini haya ya iodine, maana yake huyu anakuwa kwenye nafasi kubwa sana ya kuweza kuwa na ulimi ambao una vidonda, yani anapata vidonda kwenye ulimi, ni kutokana na upungufu wa madini haya. Lakini pia anakuwa na tabia, unapomshika baadhi ya sehemu zake za mwili, ikiwemo kwenye mikono na hata kwenye miguu, hasa kwenye mikono,
basi viungo hivyo vya mikono au mikono yake inakuwa ni ya baridi sana. Kwa huyu ni moja katika dalili ambazo zitaonyesha kwamba mtu huyu ana upungufu wa madini ya iodine. Lakini pia tunasema huwa inapelekea uchovu. Mtu anapata uchovu ambao sio wa kawaida, ambao wakati mwingine kwa namna moja au nyingine unaweza ukawa amefanyiwa vipimo vya kubaini sababu za uchovu zisibainike, kumbe alikuwa na hii changamoto ya upungufu wa aina hii ya madini. Lakini pia anaweza kuwa na ngozi ambayo ngozi ya mpauko, pale skin, anakuwa na ngozi iliyopauka kutokana na upungufu wa madini haya ya iodine. Kwa hivyo basi, kama umekuwa ukifuatilia mwanzo mpaka mwisho kufahamu dalili za upungufu wa aina hizi za madini, nadhani sasa utakuwa umefahamu kwamba wakati mwingine baadhi ya dalili unazozipata si kwamba una maradhi fulani makubwa, isipokuwa ni upungufu wa madini joto ambao unakuwa nao ndo unaopelekea hali kama hiyo. Na kama tulivyozungumza hapo awali, haya madini ya calcium pia tunasema mtu anapokuwa amepungukiwa, wakati mwingine huwa yanapelekea mtu anapata ganzi katika sehemu mbalimbali za mwili, ikiwemo sehemu za mdomo, lakini pia sehemu za mikono, miguuni na sehemu nyingine za mwili, ili mradi tu tunasema kwamba anakuwa anapata dalili za ganzi. Kwa hiyo pindi unapopata dalili za aina hii, unapaswa kufanya mawasiliano ili uweze kutafutiwa dawa ambayo itakusaidia kuweza kujiondosha au kukuondoshea changamoto ambayo inakusumbua.